maana mimi amenikuta. Yeye alikuwa amehama pale karudi tena. Kwa hiyo aliporudi siku ya kwanza ya pili kamomba mpangaji mwenzangu naomba namba za huyu hapa ambaye ndio mimi. Mpangaji mwenzangu ana baya kweli kachukua namba amempa. Baada ya kumpa yeye achofanya akachukua namba zangu kumtumia mwenye nyumba na hapo akamchukua tena simu yake akaweka namba zangu akampigia mwenye nyumba kwa kwamba mimi nafuga wauni nauza bange. Yule mvulana mzuri shababa haiwezekana kaenda hivi anampa bonde kwa mpalange. Walipozoea wao kutoa bondeni, wengine hatujazoea bondeni. Tumezoea huko walipolisisha bibi na bwana ananasa. Jamani sana. Mkajua kama yule mwanamume ana hela. Sio mambo ya ulisi. Nimetuletea mali. Jamani samani sana. Mambo ya ulisi. Sijua kama mwanamume apata hela kwa ajili yangu mimi. Samani imetukana msamehe sana. Oh, mtani kwetu. Eti usozi mtani kwetu. Oh, mtani kwetu, we kumenoga mtani kwetu. Oho, o jamani huyo. O jamani nimezoea uswahilini Masaki nkafanye nini? Wakati mtani kwetu kuna watu hawana tadini au ningoi. O mama au nitoi uswahilini au ningoi. O mama au nitoi mtani kwetu au ningoi. O mama au nitoi uswahilini au ningoi. O mama au nitoi. Shika mama simu yako, shika mama. Haya dada, jamani mhusika mwenyewe ambaye anayesemwa ni huyu hapa. Jamani mbona dada mzuri hivi jamani watu wanakusema. Jamani hebu angalieni jamani. Mtoto mzuri kabisa. Analala alafu siringi. Mkubwa mdogo nacheka naye. Alafu ana hela. Hebu acha kwanza kamera imuone. Mama sogea hivi. Muangalieni kwanza. Hebu kameramani mpandishe juu hadi chini kwanza. Kuanzia juu hadi chini kwanza. Wamwangalia watu hivi mtu kabisa mtu unakaa wewe kisokolo kwinyo unamsema dada kama huyu mwenye rangi ya mtume, rangi yake sio kujichubua, kwanza ana sura nzuri, wigi la bei wigi la 300 hili. Mbona unamsema mtu kama huyu? Dada niambie. Mimi nimekutania hapa na mpangaji mwenzangu. Mpangaji mwenzangu huyu nimemchoka. Mimi maana mimi amenikuta. Yeye alikuwa amehama pale karudi tena. Kwa hiyo aliporudi siku ya kwanza ya pili kamomba mpangaji mwenzangu naomba namba za huyu hapa ambaye ndio mimi. Mpangaji mwenzangu ana baya kweli kachukua namba amempa. Baada ya kumpa yeye achofanya akachukua namba zangu kumtumia mwenye nyumba na hapo akamchukua tena simu yake akaweka namba zangu akampigia mwenye nyumba kwa kwamba mimi nafuga wauni nauza bange. Jambo lile mimi likanikea, nikampigia simu mwenye nyumba akafonipigia simu afoniambia basi nakuomba cha msingi tuje tufanye tuongee ili swala kweli mwenye nyumba akaja. Kabla je mwenye nyumba nikawita wapangaji zangu mule ndani wote. Dada zangu niambie, nasikia mimi nafuga wezu nauza bange nafuga wauni. Niambieni hao wauni wanatokea wapi na mimi nafuga wapi na hizo bange nauzia wapi? Wapangaji zangu wote walikana na kukataa. Yeye alikuwa hayupo. Swali lile kweli mwenye nyumba akaja, kuja swali tukaliongea likafanyaje? Likaisha. Jana mtoto mwenye nyumba anapiga tena simu. Nasikia unatoka usiku unarudi usiku. Taarifa hizo umezipata wapi? Nikamwambia kweli mimi natoka usiku narudi usiku. Mimi nikitoka natoka na mume wangu. Tunaenda Kapaka, tunabadilisha maeneo. Mara Mikumi, mara Garimbo. Sasa nashangaa yule mpangaji mwenzangu mimi nikitoka na mume wangu, yeye kuna kitu kinamkera. Nataka niwaambie kinachomkera yeye nini? Huyo mpangaji wa kike wa kiume? Mwanamke. Anakuonea wivu. Anamtaka mume wangu na hivi. Anamtaka wewe. Na hivi hebu chunguza vizuri kwa mmoja hajampitia kweli. Huyu mwizi wa mume za watu anaiba mume za hivyo kazalisha mwanaume kamkimbia. Sasa sijui nani ndo anaona mimi donge. Maana mimi nakula mimi wanaotaka napendeza mtoto wa kike. Na ndoa yangu msichana. Lakini twende mbele turudi nyuma. Umechunguza vizuri hajapita naye kweli? Hajapita naye kwa sababu mtu mwenyewe mtu mzima kila kuosha anashindwa. Kweli? Mimi ni mtu mzima. Mtu mzima simpati hata kidogo. Wale wote watu wazima. Hebu nige. Jamani, mama tulia. Huyu mtoto. Jamani, mama. Huyu mtoto. Jana mtoto 2045 inahusu. Huyo mdogo. Jamani huyo anayesema ana miaka 45. Mtoto wa 2000. Na mama mwanzo alisema hataji mwaka aliozaliwa, akashataja hapa, kazaliwa 2000 mwanae. Na alisema tutamloga. Haya wachawi, miaka ishatajwa tayari wachawi. Hebu kwanza waangalie wachawi wako wapi hapa. Wachawi na mimi nawataka wachawi jamani, mupo? Wachawi mupo? Malaya mpo? Kama mtu anajua malaya aje hapa. Atoe dukuduku lake. Anajiamini.
Malaya anajiamini aje hapa uwanjani. Hawana duku. Basi sio malaya, mwenye dukuduku aje hapa kati. Wote ili anataka kuongea. Hamna mtu. Unalo? Wewe dukuduku lile lingine. Haya, jamani na dukuduku. Leo jamani. Mtaa wetu una tabia moja. Ukikana mvulana anampa bonde la kwa mparange. Siji anamfuga, hawana riski. Unanielewa? Wenye riski zote tutoe bonde la mparange na wao atufugi ila tunahudumiwa. Hilo bonde la mparange ndo nini? Buza, ukienda buza unajua bonde la mparange wapi? Naitwa Tifa Mohamed, mtoto wa mwanamtoti Kijichi. Hiyo nipo Chamazi nimehamia. Mimi nimetoka Mwanatoti Kijichi. Ila jina lingine kuwa Ndechele. Watu ndio wanakuambia wewe. Yule mvulana mzuri shababa, haiwezekani akaenda hivi anampa bonde kwa mparange. Walipozoea wao kutoa bondeni, wengine tujazoea bondeni. Tumezoea huko walipolisisha bibi na bwana ananasa na mambo yanaenda. Si unanielewa ndugu mtangazaji? Kwa hiyo Chamazi ina tabia mbaya. Tabia yake ukikaa na mvulana mzuri unaomba unatoa bondeni. Ndio. Watu tutoe bondeni. Tunatoka huko kwa bibi huko. Alipotokea bibi alipotulisisha. Ndio bwana ananasa. Anamfuga sifugwi. Ila anafugwa. Yangu anaenda. Dukuduku langu Chamazi ndio ile habari ndio hiyo. Naitwa dada nani unaitwa? Mimi naitwa Zaituni Amani. Zaituni Amani. Wale wengine wanajua tunapendeza, wanajua tunapendeza kwa wanaume. Si wengine wanachukua kodi za Zaitu wetu marehemu walokufa. Marehemu walokufa. Tunapenda msala marehemu walokufa. Sisi tunagawa vyumba viwili vitatu. Mtu anakujua anapendeza, ukajua vipi? Unapendeza ukajua labda kwa ajili ya mwanamume. Tunapendeza kwa ajili ya nini? Mirasi ya wazazi wetu. Vyumba vya marehemu. Nyumba za marehemu. Ulisi huo. Msidale mkajua watu wanapendeza mkajua kwa ajili ya mwanamume. Mtakuja bure. Samahani. Samahani. Mtakuja kufanya bure. Amekosea jamani. Ana hasira. Jamani samahani. Mtaenda kuja kupata matatizo mkajua mwanamume ana hela. Kumbe mwanamume samahani. Jamani sana. Mkajua labda yule mwanamume ana hela. Sio mambo ya ulisi. Samahani. Mimi ndio amani. Jamani samahani sana. Mambo ya ulisi. Usilie. Sijua labda mwanamume apata hela kwa ajili yangu mimi. Samahani nimetukana msamehe sana. Usilie dada. Usilie dada. Jamani mwingine nani? Wewe. Mamangu naye mama unaitwa mama nani? Naitwa Sofia Sylvester. Na wewe dukuduku lako? Mimi dukuduku langu nimepanga kule nyumba ya kupanga, kupanga watu wanasumbua. Nimekaa na mamangu Mungu apata ajali. Vile tunavyosaidiwa kumbe wale wapangaji wananuna. Tukila hosi analinga, sijui hivi na Mungu kapata ajali tunasaidiwa tumepanga nyumba ya kupanga kifupi. Kwa hiyo muendani yani walijua basi tutapata shida, Mungu si asimame tukawa tunasaidiwa vyakula nini kila kitu. Kumbe wale wapangaji wenzangu wanacheka na mimi huko wananunia, mara sijui mara wananisema, mara mtu anakutafutia sijui visababu, mara hivi mtu hata hajui kama labda mtu una matatizo au nini, lakini mtu kila mara hivi mtu anakuwa anachukia. Sasa anasema wakome. Wakome kama walivyokoma. Wakome. Wafuatilie maisha yao. Wasinifuatilie mimi. Wakome. Kama alivyokoma kwenye maziwa mama zao. Wasikufuatilie. Jamani, ndio mvuambie hivyo jamani, acheni kumfuatilia dada yake. Amesema yeye na mume wake amepata ajali, anasaidiwa. Wewe na kielele chako unaona wivu unaanza kumsema. Mnaambia mkome. Haya jamani, naona watu wengi ni shazi, watu kibao, muona watu wote wamejaa kule. Wote hawa la madukuduku zao, sema wengine kuongea wanashindwa. Jamani kuna mwingine ana dukuduku jamani, au niwafuate? Ukitaka kufuata na kufuata jamani. Kuna mwenye dukuduku nimfuate? Kuna mwenye dukuduku jamani? Jamani. Dada mambo vipi? Mbona unakimbia? Dada mambo. Poa. Unaitwa dada nani? Njoo basi. Njoo. Mimi kama mimi. Aisha kwa. Ndio. Unanipenda unipende? Nakupenda. Nakupenda wewe pia. Nakupenda wewe na wewe. Nimekuja hapa kwenye shughuli yangu ya Pambe ya Nuru. Ndio. Haya, dada nani? Dada Aisha. Dada Aisha unaona dukuduku gani? Aisha Pambe. Wa Chamazi kama unavyonijua. Wewe una dukuduku gani? Mimi dukuduku wangu mimi sina kubwa kile. Mbona mimi nimeambiwa nakwambia siri kwamba huyu dada huyu anayesemwa hapa anayemsema huyu dada wanasema kwamba wewe unatembea na watoto wadogo afu mlevi mbwa. Hiyo nimeambiwa kimya.
mimi sio mlevi mbwa. Mimi na mume wangu nampenda sana. Degree aka Lawrence Ndumbalo anajulikana katika Chamazi hii na yuko vizuri sana. Nampenda mume wangu. Wameniambiaje huyo Lawrence ana miaka 16. Haiwezekani. Leo na miaka 40. Sio kweli. Sio kweli. Sio kweli. Sasa huyu atakuwa ni mbea. Sasa ndio waambia tuwahitaji katika Chamazi. Mimi nimeambiwa nimempigia simu eti huyu dada akaenda kilabuni kwanza anakunywa pombe chafu, alafu mwisho wa siku ananunuliwa tu atoe hela yake. Yote mimi nanua mwenyewe na pesa zangu na mipango yangu. Ndio. Mimi kama mimi. Hebu mpe maneno yako za anakuambia maneno. Mpe. Ngoja nikwambie. Mchambe. Ongea kwamba mimi nanunua pombe. Sinunui pombe. Nanunua pombe kwa hela yangu. Na sinunui pombe chafu. Hebu mchambe Kiingereza kwanza. What is your name? Ongea what is your name, jina lake nani kwa Kiswahili? Mchambe Kiingereza, mchambe Kiingereza. What is your name? Ananichamba mimi. Mimi kama mimi. Alikome. Kwanza asinichukulie mimi kama mimi sina matatizo na zangu na shida zangu na zangu, lakini shida zangu hamna mtu anayenisababishia mimi shida zangu kuzitoa kwake. Na zangu mimi nazipenda sana katika maisha yangu, afu watu waniache wakuache. Umeona mimi kama mimi la kwanza na mpenzi wako nempenda sana. Hebu muimbie kwanza nyimbo yote nakupenda sana Degree wangu wewe. Hebu muimbie kwanza, muimbie nyimbo yote. Nakupenda sana Degree wangu wewe. Lawrence Ndumbalo. Chamazi anajulikana Ndumbalo. Muimbie nyimbo yote ya Zuchu unaijua wewe. Nakupenda mpenzi wangu wewe, sitokuacha. Atajua yeye mwenyewe. Kwa nyimbo ya Zuchu uijui. Amesema hataki mumseme jamani, ana mpenzi wake aitwa nani? Lawrence Ndumbalo. Chamazi unajua uko Ndumbalo. Popote ulipo Lawrence. Neno lake Lawrence. Nakupenda sana. Mwambie kwa Kiingereza. Baby. Mwambie nakupenda kwa Kiingereza. Nakupenda baby. Mwambie kwa Kiingereza. I love you. I love you jamani. Lawrence umeambiwa I love you, unapendwa sana. Naitwa Shamila. Shamila, Nakaa mtaa Mzee Kumunya. Mzee Kumunya. Kumunya. Nipe mic. Nishaanza kusoma toka niko tumboni kwa mama yangu. Umenielewa Kwa hiyo waja majirani zangu mnaopenda kuona mtu akitoka mnamdiscuss, akiingia mnamdiscuss. Mimi mkinidiscuss mnaumia. Mtaniona hivi hivi. Si bure zenu njama. Na kwetu nilipotoka nimeaga. Kwetu Moshi. Ndio hivyo na hapa ujumbe huu. Tafuteni na lingine. Waseme Kichaga. Shamaliza. Shamaliza. Dadangu Jo, dada bado hajamaliza jamani. Alafu ndo muhusika mwenyewe, ndo Sterling wa picha hili. Dada tuendelee. Imekueje? Mimi nachomwambia, najua cha wake hapa wapo. Mfikisheni tu taarifa. Uwe msungo mwenzenu anayeshindwa kufanya mambo yake kunidiscuss mimi. Mimi na mume wangu tena wa halali, sio wawizi kama anavyoiba mabwana za watu. Na cheti unacho? Na cheti ninacho. Mume kapiga goti gani kasaini mkataba kabisa na mimi. Sasa yeye anakaa, mwenye nyumba kwanza anataka kodi yake. Hata kimjaza maneno gani? Wewe utamwambia fuzu lake mwenye nyumba. Anasema anambia mtu fulani. Mwenye nyumba wa kiume. Mwenye nyumba wa kiume ndio. Anamtaka. Sijui sasa kama anamtaka aseme mwenyewe. Namba ziapa baba mwenye nyumba, mimi nimekupenda nisilipe kodi. Labda najua kama kitembea na baba mwenye nyumba atakuwa lipi kodi. Sasa mimi namwambia choko na yeye sitaki. Hii tena ndo mara ya mwisho na ya mwanzo. Nimesikia tena neno kwa mwenye nyumba wangu ameniambia. Maana anasema kabisa aliniambia mtu fulani. Sasa tena mimi naenda mbele kwa mbele, naenda kufuata sheria sasa. Maana mtu akikuheshimu anatakiwa umheshimu. Dada uogopi kulogwa?
Siogopi kulogwa. Naogopa kulogwa kwa sababu gani? Kama niweza mimi najua ananiogopa ndio maana. Kwa sababu angekuwa mimi ananiweza asingefuata mwenye nyumba. Yeye mtu mzima, mimi mtoto. Tunapatana kivipi? Nikitaka usiku natoka na mume wangu, au nataka nitoke na babake mzazi. Kama anasema maana vingine kuna vitu kuna mwingine maana mimi kama umeme mama Rashma umeisha natoa. Mama Rashma zamu yako, mimi sifanyi kwangu usafi zamu usafi. Mimi watu nawalipa. Na hapa mtu yeye anafanyia usafi. Sio shida zangu. Na Mama Rashma zamu yako, kama asema baba anafiki, mdogo wangu 5,000 nisaidie mimi nikufanyie usafi. Jamani, bosi wangu amesemaje kwamba yeye sio shida zake na kwake afanye usafi. Kuna watu anawalipa. Bosi wangu anaelewa. Najua hapa tukitoka lazima tubandike hapa. Bosi usipotubandika hapa, usipotubandika tunaonekana ni maneno ya bure bosi. Tuendelee. Kwa hiyo anasema tu bwana mdogo wangu kwa nini unampa yule pale hela anakufanyia usafi? Kwa nini usinigee mimi? Mimi ukiwa unampa mtu hela akufanyia usafi ananuna. Ndio naona hicho maana ndo majungu yenyewe hapoanzia. Siongei naye, sisalimiani naye. Kumbe kitu gani mimi ninachomzidi mpaka kumpiga simu mwenye nyumba kumwambia maneno. Narudi usiku, ndio narudi usiku, natoka usiku naenda na mume wangu, narudi. Mimi nataka hapa nimpigie simu. Namba zake sina. Nimpigie simu tuongee live. Mwenye nyumba yake yule pale mwanamke. Nahitaji tuongee naye live hapa, nimpigie mimi simu. Mwenye nyumba namba zake nazo. Mwenye nyumba atakuwa naye karibu. Mwenye nyumba kaa yuko. Yeye mwenyewe anakaa huko. Mimi na shida niongee na huyo muhusika mwenyewe nitampataje? Muhusika namba zake sina, lakini kwake kupo ndo anapokaa mimi na nimemuona mwanzo. Alafu nisikie mwanangu. Kwa utaturuhusu twende kwake? Ruksa. Ni mbali? Sio mbali. Wapi? Hapo. Wapi? Yaani miguu kadhaa tu unafika. Kwa tunaweza tukaenda wote? Twende. Pamoja na wewe? Twende. Bwana kameramani. Mimi nataka sitaki kwenda kuweka ugomvi. Mimi nataka kwenda kusuluhisha. Utakubali niwasuluhishe? Sina shida naye. Hanilishi? Sikia. Sawa, una shida naye, lakini sitaki ile bifu liendelee. Kwa kifupi mimi nachotaka hata kama msiposaidiana, lakini ishi tu ishe muondoe kinyongo. Mimi kwa hivyo sipo tayari. Hapo tayari. Sipo tayari kwa hivyo. Sasa mimi nitaamini vipi kama ugomvi yeye ni mwenye makosa au sio mwenye makosa? Labda si mngemfuata mwenye, lakini mimi kwa kusuluhisha tuyamalize. Wewe unataka kwenda tukimfuata yule, wewe uwepo au siwepo? Mimi sitaki kwanza niwepo. Kama nyinyi mnafuata mfuateni tu nyinyi kama nyinyi. Mimi sitaki niwepo. Sitaki niwepo. Mtu mwenye nyumba yupo. Mtu mwenye nyumba pe namba zake wampigie. Jamani, tukitoka hapa tunataka twende kwa huyo muhusika mwenyewe anayesema, maana hatuwezi kuchukua mashtaka sehemu moja, inabidi twende kote tumfuate huyo muhusika naye pia tuongee naye. Sasa hapa tushapata maneno kadhaa kwa huyu dada kwamba yeye anasemwa vitu vingi sana na huyu dada. Mwenye nyumba anasema mimi kanambia. Mwenye nyumba atakuwepo kwake. Mwenye nyumba akai pale. Sasa kama pangaji tu. Hebu nipe namba mwenye nyumba. Nipe namba ya mwenye nyumba. Mtu mavuzi yake. Mwenye nyumba kwa analijua yeye. Analijua hili mwenye nyumba? Mwenye nyumba mimi ndo alinipigia simu jana, nimempigia mimi simu. 0688416618. Jamani, tunampigia mwenye nyumba. Jamani, nyamazeni kidogo tumsikie mwenye nyumba anavyoeleza kwamba udada ni mkweli ama si mkweli. Halo? Habari. Salama za saizi? Salama. Vipi hali? Halo. Vipi hali? Salama. Bana, we ni mwenye nyumba wa Nurat sasa hapa sisi ni Mtaani Kwetu TV Media ambao tumepigiwa simu. Sisi ni Mtaani Kwetu TV ni media ambao tumepigiwa simu, ni waandishi wa habari. Sisi ni waandishi wa habari. Halo? Waandishi wa habari wa Mtaani Kwetu TV tumepigiwa simu. Tumepigiwa simu na dada Nurat kwamba kuna tatizo limetokea baina yeye na mpangaji mwenzie. Hili swala vipi wewe unanielezeaje? Kwamba wana ugomvi yeye na mpangaji mwenzie, kwamba kuna mpangaji mwenzie kuna baadhi ya maneno anamsingizia ambayo yeye hajayafanya. Ni kweli ama si kweli?
Nasemaje? Nurati kuna mpangaji mwenzie anamsingizia maneno ambayo hajayafanya. Sisi ni waandishi wa habari, tumepigiwa, tumekuja kwake hapa. Sasa sisi tunataka tuthibitishe kwamba hayo maneno ni ya kweli ama sio ya kweli. Sio ya kweli. Sio ya kweli. Kwa nini sasa wewe baba? Mimi nimefuatilia hapo, sijapata ukweli wa jambo hili. Nimefuatilia. Kwa hiyo hujapata ukweli? Hakuna ukweli wowote. Kwa hiyo wanamsingizia ama au vipi? Nisijaelewa. Hayo maneno tu ya kwenye jamii tu ambayo hayana msingi wowote, kwa sababu kama kulikuwa na shida yoyote ile ningeambiwa. Ndio mwambie hapa hamna anachoniambia sasa, sisi tujue haya mambo lakini. Kwa hiyo wewe bado hujathibitisha bado, ndio maana unasema hivyo. Kwa hiyo hujajua ukweli ama wao? Kwa nini mshahidi? Kwa nini nilikuwepo hapo? Kila mmoja analalamika kivyake. Kwa hiyo wewe maandiko ya huyo nayo sielewi, kwa sababu nimeuliza wapangaji wenzake hapo. Wapangaji wenzake hapo wanasema sisi hakuna anayejua. Hatujui anagombana na nani. Yeye mwenyewe hajasikia na yaani wapangaji wenzake huko anapoishi. Of course ni kwamba sio mambo ya kula. Kwani ana nini? Kuna nini? Sisi ni watu wa media, kipindi cha Mtaani Kwetu TV. Kwa hiyo sisi kulikuwa na shida za zaidi, wangeweza kwenda hata kwa mjumbe wa serikali za mitaa. Basi sawa, tunashukuru bwana, tunashukuru. Vijana tu wanapoishi wanaishi. Basi sawa bwana, tunashukuru mwenye nyumba. Kwa hiyo sioni sababu yoyote ile akili kama hii. Basi sawa, haina shida. Nasimamia ndio kwani nimefuatilia siku na huyo alimeamikia jana. Nimeanza kufuatilia mmoja baada ya mwingine akiwa anayethibitisha. Anasema sijui anagombana nani. Na yeye mwenyewe hajamsema naye gombana naye. Tunaje swala kama hili. Haina haja. Basi maneno ya vijana afu sehemu za jamii ya kawaida. Basi sawa mwenye nyumba, tunashukuru. Ila inabidi sasa mwenye nyumba. Umesikia? Ingekuwa makubwa ingefika hata kwa nani, ingekuwa hata serikali za mitaa au kwa mjumbe. Sasa inabidi wewe waeke chini wapangaji wako wasikilize. Huenda ikawa kuna tatizo kubwa litakuja kutokea baadaye ukipuuzia. Nimeshafuatilia, hamna kitu kama hicho. Inasemekana kama kuna mpangaji alihama akarudi tena kwako. Mpangaji ambaye alikuwa amehama kwako. Umesikia? Ni mpangaji ambaye alikuwa amehama kwako akarudi tena, anaitwa Aisha. Aisha. Aisha bonge anamizia, huyo ndo alikuwa amehama kwako akarudi tena. Basi sawa, haina shida. Haya, mwenye nyumba nadhani mmemsikia alivyoongea. Basi sawa, mwenye nyumba ameshaongea, japokuwa tujamuelewa vizuri. Ila sasa sisi wa Mbeya kama wa Mbeya, mimi bado sijalizika. Mimi mpaka nimpate huyo Aisha. Mpaka nimpate huyo Aisha. Nani jamani anapajua kwake alipeleke? Naomba unipeleke. Mtaani kwetu. Eti usazi mtaani kwetu. Mtaani kwetu. Wewe umenoga mtaani kwetu. Jamani huyo jamani, nimezoea uswahilini, Masaki nkafanye nini? Wakati mtaani kwetu kuna watu hawana tadini. Au ningoi mama, au nitoi uswahilini, au ningoi mama, au nitoi mtaani kwetu, au ningoi mama, au nitoi uswahilini, au ningoi mama, au nitoi